Anasema kweli. Asante sana mama. Anasema anaitwa Fadhili Amoni na patikana Kiela mjini. Upendo wa agape una maana gani, mtumishi wa Bwana? Upendo wa agape ni upendo wa kimungu. Ni upendo wa kimungu. Kwa mfano, mpendwa mwenzio katika Bwana, aidha mnaabudu kanisa moja au imani moja. Sisi tunaitaga sana, tunatumia neno mpendwa, yaani ili kutofautisha kati ya mpenzi. Maana tukisema mpenzi sisi kwetu inakuwa inashtua kidogo hivi, kwa kumwambia kwa mfano, hasa pale anapokuwa wa jinsia tofauti, anaposema mpenzi wangu, kidogo kwenye akili inashtua kidogo kulingana na tamaduni ambazo zipo. Sasa huwa ili kupunguza makali tunasema mpendwa. Sasa unaposema mpendwa, huwa mtu anakariri kwamba basi huyu anaabudu wote, ndio maana anasema mpendwa. Sasa kwa lugha za kibibilia Kiyunani, wao wanasema agape. Kwa hiyo ule upendo wa kimungu wanasema agape wangu, wakati sisi tunasema mpendwa wangu, wao wanasema agape wangu. Au sisi tunasema mpenzi wangu, wao wanasema agape wangu. Kwa hiyo agape ni upendo wa kimungu. Barikiwa sana. Kuna Mtanzania hapa anasema neno nakupenda linatokana na Kiswahili, lugha ambayo ina mizizi ya Kiswahili yenye historia ndefu katika eneo la pwani ya Afrika Mashariki. Anasema Kiswahili ni mchanganyiko wa lugha za Kibantu, Kiarabu na lugha nyingine, na neno penda lina maana ya kupenda au kupenda, na ni kiambishi kinachoonyesha kuwa mtu anafanya tendo hivyo. Na kupenda ina maana ya nina kupenda. Swali langu, je, kipi hapa akikustahili kuwepo hasa kwenye maandiko matakatifu? Nakupenda na nakupenda pia, au anaendelea kusema kwamba neno nakupenda naweza nikamwambia mtu yoyote au ni yule tu mwenza wangu, au kibibilia hili likoje, mtumishi wa Bwana? Anaitwa Baba Amani Mwampondele Mpunguti, kama ndiko ambako anapatikana. Baba Amani Mwampondele, yaani hapa na mimi nilitulia kujifunza, maana ameelekeza vizuri kuhusu neno upendo. Sasa kumbe mbele yako kuna swali. Sasa ndugu Baba Amani, ni kwamba sisi kwa lugha yetu yeyote unaweza kumwambia nakupenda. Yeyote yule, ila tu kwenye lugha ya kibibilia wenzetu ndio kuna utofauti. Sasa na dhumuni ya kutafsiri hii kitabu hiki ni kwa sababu watu wanakelewa vibaya wanaposikia ya kwamba mpenzi wangu, mpenzi wangu. Kwa hiyo wengine wanatafsiri kama basi ni mambo ya ovyo au mmomonyoko wa maadili kwenye Biblia. Kwa hiyo ndio hicho ambacho tutajaribu kukiweka katika mazingira rafiki ya kitabu hiki.